njaa ni mbaya na kushiba ni kubaya. Hallelujah. Kuna watu hata they are not even moving. Hospitality team wakati mwingine pea mtu kachai nusu nusu. Kwanza hawa hata hatoi sauti kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mkipewa chakula ni mbaya, mkikaa njaa ni mbaya. Mnataka aje? Hallelujah. I want us to dance before our Father comes. I want us to dance one song. Tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, ninaye Mungu, tunaye Mungu, tunaye, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, milele tunaye, daima tunaye. hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, Tangaza unaye Mungu, Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, ninaye Mungu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, hakuna kushindwa. Tunaye Baba, hakika tunaye tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, hakuna magonjwa. tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, Hakuna vikwazo. hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, Ninaye Mungu, ninaye, ninaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, ninaye Mungu, tunaye Mungu mwenye nguvu na mamlaka. hakika ninaye Ninaye, ninaye, mipango yote. oh yeah, yeah. Ninaye Mungu, Ninaye Mungu, tunaye Mungu, ninaye Mungu, ninaye Mungu, ninaye katika mipango yote. Mungu. Hakika ninaye Mungu, Tunaye Baba, tunaye Mungu, hakika ninaye Mungu, katika mipango yote. Hakika ninaye Mungu, 3, 2, 1, go. Twende juu. Twende. Twende juu. Twende. Sijasema tufanye hivi. Nimesema twende juu. Come. 3, 2, 1, let's go. Twende. Jesus Christ, Redeemer. Jesus Christ, Provider. Jesus Christ, my Savior. Jesus Christ, Yahweh. Jesus Christ, Messiah. Jesus Christ, my Savior. Hey!
Christ is my Savior. Jesus Christ is Redeemer. Jesus Christ is Healer. Jesus Christ is my lifter. Nasema hivyo ndo wewe umetafuta kitu mzuri. Hallelujah. Nitatuma mtu akuwekelee mkono. Hallelujah. Heta. Ta. Heta. Ta. Heta. Ta. Heta. Ta. Jesus Christ is my Savior. Jesus Christ is Redeemer. Jesus Christ is my healer. Jesus Christ is provider. Jesus Christ is Yahweh. Jesus Christ is Adonai. Jesus Christ is Messiah. Eta. Ta. Eta. Ta. Dance for the Lord. Inua Yesu. Kama unampenda Yesu, inua mikono juu. Unaweka juu Bwana. Nimesema juu. Kama unampenda Yesu, inua mikono juu. Alafu unacheza tu. Shika kichwa. Shika mabega. Shika magoti. Ai! Pigia Yesu makofi mazuri jamani. Nataka upige Yesu makofi mazuri. Ai! Walikufananisha na Musa. Hallelujah. Nataka uchukue mziki wa Yesu pole pole. Ai! Ai, ai, ai. Ai! Walikufananisha na Musa. Walikufananisha na Musa. Wakakufananisha na Elia. Wakakufananisha na Elia. Walikufananisha na Musa. Wakakufananisha na Elia. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka sijasikia mtu akipiga makofi yenye usima. Walikufananisha na Musa. Wakakufananisha na Elia. Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Sijaona kama wewe. Walikufananisha na Musa. Wakakufananisha na Elia. Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Sijaona kama wewe. Hayupo kama wewe. Walikufananisha na Musa. Wakakufananisha na Elia. Hayupo kama wewe. Sijaona kama wewe. Hayupo kama wewe. Ai. Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Wapi mikono ya Yesu juu namna hii?
ukiteremuka. Haleluya. Sasa nataka tuanze kutoka chini. Haleluya. Tunashuka chini, Yesu anainuliwa. Yaani unashuka chini, Yesu anainuliwa. Haleluya. Unaweka kamaringo kidogo. Sasa nataka uende kwa mani. Twende. A 1, a 2, a 3. Twende. A 1, a 2, a 3. Sijaona mtu akienda kwa maringo. Haleluya. A 1, a 2, a 3. Ay. When you see me dance, I dance like a winner, my head. When you see me dance, I dance like a winner. When you see me dance, I dance like
like a winner, my. When you see me dance, I dance like a winner, man. Hey, winner, my. Hey, winner, man. Hey, winner, my. Hey, winner, man. I dance like a winner, my. Hey, winner, man. I dance like a winner, my. Hey, winner, man. Hey, winner, my. Hey, winner, man. Hey, winner, my. Hey, winner, man. I dance like a winner, my. Hey, winner, man. I dance like a winner, my. Hey, winner, man. I dance like a winner, my. Hey, winner, man. Hey, winner, my. Hey, winner, man. Hey, winner, my. Hey, winner, man. I dance like a winner, my. Hey, winner, man. I dance like a winner, my. Hey, winner, man. Twende namna hii. Sijaona mtu akidansi, nataka sasa tuone namna hii. Twende. Sasa nataka tuende kwa maliko namna hii. Twende. Sasa nataka kanyaga. Nataka twende western sasa kwa jina la Yesu. Twende western kwa jina la Yesu. Twende. Nataka nione mtu akiweka mabega namna hii. Twende. Wapi wacharuo? Twende namna hii. Twende. Okilo Jehova. Okilo Kawono. Ai. Itimango makonyachie. Mena urundo rundo rundo. Itimango makonyachie. Ai. Itimango. Ai. Itimango makonyachie. Mena urundo rundo rundo. Utamo makonyachie. Mena urundo rundo rundo. Ai. Okiro Kawono. Okiro Gipesa. Itimango makonyachie. Mena urundo
Thank you. Amen. Father, we thank you and we give you glory. We worship you this evening. Thank you for another opportunity that you've given us, that we can be able to worship and glorify your name. We are here, we surrender to you, God, that you may use us as vessels to endeavor to the work that you have given us. May you bless everybody in this hall. May you bless those that are watching us from far and wide. Give them an ear to listen to you. Give them an urge to want to hear and to learn from you. In Jesus' name, we pray. Somebody say amen. Hallelujah. Shoshoroda. Sheshe. We mwega. Wetagwo atia? Roda Wajira. Oh. Waciarĩirwo njĩra-inĩ? Tigo gĩtũra thiaga to ona tika vaingia gĩtirwo Nyang'endo. Nyang'endo. Ni. Tũraga ũthiaga. Ndũkamake. Yes. Usitupate hii. Haguka. Guka. Ndina uru. Ona ndirĩ na ũru. No ngĩgĩũka rĩ. He mũndũ weka hapa. He mũndũ kuĩte kĩrĩa? Weka hapa. He mũndũ kuĩte mwana? Nĩ mwega. Ndakũria ũru ũngĩũka rĩ. He mũndũ kuĩte mwana? Aisha. Matũ no maroka o kahora. Nĩguo? Ndĩrenda mũrũgame haha. Thank you. Nĩkĩ ũrathi ta kawanyuaga kamũnyue tene? Nĩkĩ no kawanyuaga tene nĩko karurumũkaga? Ndũrĩ wakunda ona hanini. Nĩwaikagia ndahi ũgatahĩria guka. Ũgaikia ndahi rĩu no ndũgũkunda. Kamũnengera agakĩigua kana kahĩu. No nĩwahotaga kũnungĩra ũguo ũkaigua nĩũracama. Ona ndiaigua ũkĩmũrukia gĩkĩnunga kĩũru. Thengio Ngai amũrathime. Mũrorai na kũrĩa. Ndĩrenda mũrore na kũrĩa. Athuri acio na mũthuri ũcio na mũtumia ũcio mũramuona atĩa? Couples. Rĩu nona meciria manyu makorwo maihũrĩte ngoma haha. Meciria ma nyũmba ĩno nĩ moru mũno. Rĩu mũreciria meciria mahiana ũguo. Ngai amuone. Mũthuri ũyũ na mũtumia ũyũ rĩ. Wako kũrĩ andũ marũgamĩte na kĩgongona gĩkĩ. Nĩ mũthuri ũyũ akomaga harĩa thimiti-inĩ rĩrĩa mũkomeire itanda cianyu njega. Thikũ ithatũ. Thursday, Friday na Saturday. Na Ngai akamũrathima. Nĩkĩo mũkuona Ngai nĩ atũrathimĩte tũgĩthiĩ na mbere. Shoshoroda athiaga nginya irĩma-inĩ kũrĩa Ngong. 1919 nĩguo aciarirwo. nĩguo ndaciarirwo. Warĩ kũ 1919? Wewe warĩ kũ 1919? Wewe 1919 ulikuwa wapi? Na mũtirengaga tũhuhie gũkũ. Ni ũrĩa mũmenyire maũndũ. So kuna mzazi hapa aliona hawa wazee na akaniambia ningetaka kubariki hawa wazee. Kwa sababu nikiwaona ninaona mama yangu, nikiwaona naona baba yangu. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia basi kuja ukue baraka kwao. Todo ndahotire kuhumba aciari yake. No endeke kuhumbaya. Nigetha marugamire ithenya rĩake. Natakanga muelewe. Hii urokore yenu mliokokea kule mliokokea. Muokoke tu na mkae na kiokoko yenu. Ni mzuri. Lakini muelewe vitu ambavyo vinaweza kukufunga ama kukufungua. Mimi nakwambia wewe ni Mkristo, yes. Na Ukristo yako ni mzuri. Na uendelee kukaa wewe ukiwa nini? Mkristo. Maana sisi wote ni wa Yesu.
anaitwa ati anaitwa nani? Haitangu Yeshua. Haitangu nini? Anaitangwa Yehusha. Yehusha. Hiyo ndio jina yake ya huko. Ya Yesu sijui kule ilitoka. Ilikuja na hawa watu wa kipara. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini all in all, kuna vitu ambavyo tunafaa kuvifanya, kuvifuatilia. Ufuatilie vizuri. Na nilikuwa naambia mtu mwingine eti ni vizuri kuvunja madhabahu, akaniambia katika kitabu cha Hibrania 12 Yesu alivunja, yeye ndiye alifanyika madhabahu, na kwa hivyo hakuna sacrifice kingine because he is the living sacrifice. Nani alisema si living sacrifice? Ile kitu nakwambia he is a living sacrifice, lakini pugusa ujinga. The same Bible of Hebrews inasema chapter number 5 inasema namna gani? The high priest is chosen from among to do what? To offer offerings and sacrifices. How now hadi yate? In the same book. Now how hadi yate? Na Yesu wakati alienda kilea kukua mkubwa, walitoa nini? Walimtolea every sacrifice as per to their tradition. As per to what? To their tradition. Kama ni circumcision, alifanywa after 88 what? Alafu wakamtolea nini? Akafanywa dedication. Alafu ni nini zilitolewa? Dirahoge na nini na kaunga na nini? As it was in their culture, wakamtolea dhabihu zote. So ndio Yesu akuwe permitted to get into the society. He had to be allowed through the process ya society. Because that was not a process ya Yesu. It was not a process ya familia. It was a process ya Mungu to that tribe. Every tribe that exists on earth, they have their own agreement, their own covenants that you need to follow. Becoming saved, kuokoka, it is for us all. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it is a link between you and God. It is a link. Kwa sababu tulifanya dhambi. Yesu akakuja, akafanyika link between me and God. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Matthew anasema nini? Si kuja kubadilisha the law of Moses, but I came to strengthen it. Ulimosho ugetwa rutireko. Hiyo ujinga ingine tulitoa wapi? Because we never understood. The person who brought Jesus Christ is the Roman Empire and the British, not the Hebrew, not the Jew people. Walituletea na culture yao. Hello? Because what you are doing today, it is not in the Bible. Your way of thinking, your way of living, your way of doing things, is it biblical? Hiyo tabia mnakaaga nayo ya kisugusugu, iko ndani ya Biblia? Because kama tungekaa kama Wayahudi, tabia hii tunakuaga nayo hata haingekuwa. Tungekaa kulingana na Moses, na law na commandments za Moses. But they brought us the word from another community, but their culture, because their interest was to colonize us. Haja yao kubwa was to make us a colony. So they used the word to make us a colony, so that they can brainwash us and destroy the culture that we are. Maana walikuambia wachana na tradition, si ndio? Si ndivyo mliambiwa? Muachane na tradition. Na tukawacha, si ndio? Kwa sababu ni mitugo yao ni ya ngoma. Etiguo mitugo ni yake ni ya ngoma. Na tutikwenda mitugo ya ngoma. Tutikwenda mitugo ya ngoma. No, gokiuria tiriri. Wewe witako Jerry ni tradition kana ni githungu.
kage gutigirie mitugo ya ngoma kawatigirio we itagwo atia muthoni ni githungu kana ni kiria ni gikuyu kwa nini ulibaki na mambo ya shetani ulikuta mbona huja question kwa sababu umebrainwash ukaambiwa mambo yote wewe Mwafrika wewe Mkikuyu na Mwebu Mmeru hiyo mambo yote yako ni ya shetani mbona huja question kwa nini jina likabaki it's very wrong venye nimeona leo asubuhi hapa tumi appreciate I thank you very much na pia kuna mzazi hapa ukira mama kuna kasiana kanatuwashiaga hapa nyumba na mashini mnakajua kafupi hivi like mother like daughter si unaona tu ukuhena ule omwe so tatuelewa itawatea. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mary Jago Muratha. Muratha ni bwana yangu. Ninafurahia hawa wazazi ninaona kwa YouTube. Na vile naona wanahudumu hapa, roho yangu inawapenda sana. Ikawapenda na nikatamani kukuja kuwaona. Na nikatamani kukuja kuona mtumishi ili niombe ruhusa kama naweza farisa wao nipokee baraka kwa wao ya kutumika hapa kwa nyumba ya Mungu na kutumika hata huko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wega umaga na mosie gemisi umaga na mosie Maramosi gemisi umaga na koe wega umaga na mosie. Haya sijaambiwa sasa wewe ni wa hii kanisa jibu tu swali wewe ni wa hii kanisa hapana siwachia hapa umesikia anaona kwa YouTube yeye ni wa mbali lakini ameona kazi inafanywa na nani na hawa ametaka kuja kutap the blessing no we uturanagia na andu ariku nimona hari andu mateagira bao umutumio arathimo muri mwitaga ni devil worshiper no ni oye hari atahirie kirathi no turaga nakio twaranaga nakio o muthenya wona mutheo tumuthe turia ni tukire kana kamuthe karia ni gokire no uyu egwake akona muthuri uyu na mutumia uyu akona ni batie kuruma kirathimo wanyita reke ndi mufundithie ti kuhoya muno gutumaga urathimo ni gwika mawiko makenagia Ngai tondu no korwo ihoyaga muno no wikoma na githeri mahoya gukundurekaga andu makome no mitugo iria ucokaga uthi gwika ona ngoma mwenyewe ni eraga Ngai uyu ti wakwa ni eraga Ngai aca no uyu murigo ndigukua caria mundu ungi akue ona ngurwe gekatia no akigwa ni maramenya kwaria riu kiu nikio gitagwo kumatha kirathimo ti kuhonoka muno ti kuhonoka ki tondu kuri andu mehaha mahonokete gukira Jesu ungiga Jesu haha nao haha Jesu nekumera na ni hadi kinyete katabari tukorie baba mwathani agocwo kumenya kurathima aya akuru kuruta wira wa Ngai guku nyumba-ini ino na kumenya kurathima ndungata ya Ngai ni kuhingurithia irathimo ciaku irathimo itihinguragwo ni mahoya no anyita irathimo itihinguragwo ni ki tumaundu tuu tunini twekaga ni tutumaga mirango yaku ihinguke niguo ndimwiraga haha ngurira icai nyendaga mumio urimu-ini uria mukoragwo naguo ti cai ndina bata naguo ndina bata na thie ngene gukena gwakwa haria ingithie njikare thi ngene ni undu wa uguo mweka ndi haria Serena tubeta tu ndi tuturaga haria Serena alo tubeta tu muneaga tunini ri ndi tuturaga ha Serena gakombe kamwe gaca ikaumaga ciringi 2,000 na tuthambuda tutatu tuigana thuiti ya tropical tumaga ciringi 3,000 uguo ni ngiri cigana
nginyua na ngiria tondu na ira koragwo hau ringi agithaka agetubira hau ringi mundu uria ungi ukona ni mangeithia ngaigua ngoro yakwa yakena tondu ni mwatuma ndianire na ki gikeno kiu ngenaga ri giukaga nginya mucii kwanyu. Ni mwanyita iyo niyo thiri ya kurathimaga mundu uria wi rungu rwake akena gwaku ni gukenagwo tondu nuo kunyitiriire thiini wa thi ya kiroho. Roho wake wakena ni ukenagia Ngai nake Ngai akakatia araika aria njeraga nao ni mamenyithagia Ngai andu acio ni makena muthuri ucio ni akena ni undu wa andu acio ni undu wa ciana nayo mirango yanyu ikahingurwo. No riria wathuna guoko wathuna nario iguru noguo rithunaga. Mwanyita nario iguru noguo rikaga atia ingiuma haha nginye gwakwa mucii thitima irengeke ni undu wa kwaga token. Ndire na mbeca cia kugura token. Ona inyuothe mwi haha thitima cianyu ni ikuhora to nginya cianyu ihore to nginya thitima he kwanyu ni gukugia na wagi tondu ni ndang'urika ngoro yakwa ni yang'urika. Iyo niyo itagwo migiro itagwo atia ya gutwarana na ndungata cia Ngai tondu ndungata cia Ngai ni iri mbara irehithagiria mundu we uriaga kuma metha-ini ya ndungata iyo no nduri kindu wiraga ndungata iyo thio kinyuaga kana thio gurega twiti kuingira ofici ire yako hari ari nikiona ngimugiria woka moko matheri nduri kindu woka nakio woka kuhengano ciaku na mathina maku ugacoka ukahiukia tumaguru ugathii uguo watwo ni kirumi kuma ofici iyo wainuka na kirumi nikionaga ngigiria tondu ndiamenya mwandehera mathina ona thwiti gutire mungihe na kanua gakwa gukuma hau komete kanua gakwa koma nawe nuomirwo ni muturire waku ni ndakoroga kaba kwaga guka tucamanirie handu hariku no anyita ni muranyita hari irumi twethagira na mutekumenya kuingira ofici ya ndungata ya Ngai o yothe ingira onako gukona na ciringi 10 utige kindu kundu kuriku ni wigaithagiria kirathimo gucera mucii wa mundu muthuri kana mutumia wina kundu kwina ciana ndukanathie moko matheri wage gacumbi ndukanathie mucii wa mundu moko matheri utari nginya na gacumbi tondu kuri kirathimo kiumanaga na ugeni kuria wathie ndoka gucera gwaku ni batie gukua kamugate kanyama gacumbi tumai tondu ni kuri kirathimo kia ugeni ucio wathie ugeni ni uri kirathimo watugwo wathi watugana ni ugutugwo nikionaga mutumia toyo agiokire na kondo gwaku kaihurite ni acoka geka atia agathukirwo niki nigetha agaithirio kirathimo. Anyita tigeria nirang'ania kekwire ukakihana ndeto gacoka kaumagara na kirumi nduri munyaka ugutuka mathai irathimo ni kumathwo imathagwo ti kuhoyo ihoyagwo itire mahoya-ini gutire kirathimo ona kimwe kiri mahoya-ini gutire no anyita mahoya maingi tiga ate baba naomba ramashatururu ucio ni urimu mutheri. Irathimo itihithitwo ki mahoya-ini irathimo cihithitwo mawiko-ini mahoya ni go create ground ya kwaria na Ngai no anyita waria na Ngai ucoke wike mawiko megutuma Ngai ahingure murango. Riu ukwenda gate mama kwenda kuhumba ciaria ya nigetha ni mukwenda kuhumbwa potige ni mukwenda kuhumbwa ni mwatikira mutumia ya muhumbe ni mumui tumwita ndu ni mwana witu watu atwikire mwana waku ri umuthiri wi baba a
njokerie kĩndũ gĩakwa atwĩkire mwana waku rĩ nũrĩ wamuona rĩngĩ ũrĩ wamuona handũ hangĩ ndũrĩ wacemania nake rĩngĩ ũmũthĩ nĩguo wamuona rĩa mbere ũrĩ wamuona rĩngĩ ũguo ira mũrarĩ nake ũrĩ wamuona rĩngĩ no ira turarĩ nake okay kĩrĩa gĩatũma ndĩũrie ũguo rĩ ira nĩ mararĩ gũkũ nĩ arendaga kũmahumba na arendaga koroho no nĩ kũra ndĩrorire tondũ ndingĩtĩkĩra ũkĩũhumbe athuri aya kana atumia na mũtiũa-inĩ no anyita no nginya mũmenyane nĩgetha ũkĩmahumba rĩ roho waku na roho waya ũnyitane no anyita tondũ ndingĩtĩkĩria mũndũ o wothe oke mũgeni na makuo atĩ ndoka kũhumba aciari aya atĩa tutagĩkuĩ wĩ wa kĩgongona kĩrĩkũ wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ wĩ wa mũtugo ũrĩkũ no anyita so that is why siwezi kubali mtu akuje ati hapa hivi ati nataka niliona mrembo fulani hapa kwa hiyo kanisa nataka kumbariki no I don't allow that to happen I have to follow nikujue kwanza wewe ni nani umetoka wapi na ni kwa nini wewe huyo tu ndio uliona kwa TV ati nilimwona kwa YouTube macho yako tu ililenga huyo those unakuta kumbe huyu ni muizi wa nyota anataka tu akuvalisha iguo abebe nyota yako dina mbere mwajetekera ento ndamwendire na thimũ yagĩtĩkĩra na nĩkĩo njũkire kũmũhumba wapatie nikiti hapa baba ikarĩra hau coco karĩra haha okay sijui marĩrie gĩkũyũ okay ndiyo ngwanjĩrĩria au mũndũrũme baba ndenda gũkũhumba nĩgetha ngae irathimo kũrĩ we irathimo na nginya cia gũtungata nyũmba ya Ngai ndikana nĩ wakĩtĩkĩra ndiagĩkena ngakena nĩ gũkĩhumba maitũ ndenda gũkũhumba tondũ wĩ mũkũrũ ndaiguire ũkĩrwo 1919 ngĩimagine 1919 ũgĩtungata nyũmba ya Ngai na nĩ woigire nĩ ũkomaga gũkũ ũkĩhoya ngĩimagine ũrĩa aiguaga na ngĩona no nyende kũgĩa irathimo icio ciaku ngĩrie 1919 ĩyo gũcia nĩ mĩaka igana na ngĩrie makĩria na nĩgetha wandathima nĩ njũĩ nĩ ngũrathimĩka nĩ wega nĩ ũndũ nĩ tũtũrĩte mwana mũirĩtu ũyũ waku mĩaka mĩingĩ we nĩwe tũtaroyaine na nĩ okĩtwo na akaria ona agathiĩ akagũra nguo na thima nguo ciaya nĩ njũĩ na nĩ gũcokia ngatho na njuge nĩ ndagwĩtĩkĩra wĩ mwana wakwa tondũ na ciana ici nĩ gũkũ ciakwa na njuge hakwa nĩ ngũkũrathima na kũrathimĩra wĩra ũcio ndutaga tũrĩ otaga mĩaka ĩrĩ gũthia tũrĩ nyũmba-inĩ yake tondũkaga atumia arĩa akũrũ kũmarora nĩ maranunga ũkorwo ũgĩkenera kĩrathimo kĩu kĩao nao gatũrorathima naguo ũrathimaguo amen nawe woiga atĩa baba anĩrĩra hanini ndaigua wega biũ woiga atĩa ndoiga atĩrĩrĩ wĩciria kũhumba rĩ Ngai akũrathime tondũ ndũnjũĩ na niĩ ndikũĩ no atĩ nĩ kũnyonera TV-inĩ wanyonera TV-inĩ ũkanjĩciria meciria mega ma mwana agĩciria mũciari rĩu njoke nyongerera rĩrĩ Isaka erirwo nĩ ithe athiĩ agacarie akahite kanyamu kororo amurehere arĩ ngoro yake kene Jakobo
nigetha murathime riu nawe ni wangite thutha kunyora TV ni ukona baba uria riu gwakanga ngokanga kinyo gathi gwathia kanya mukororo ukundehera kwekene kurathime na kurathima. Amen. Thank you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani akumio. No murigo ne hena ngu haha cia baba na maitu na ngwiciria uria ndirahuthirie ni muikairitu kau gakwa gathambagia ringi guku na pastor ongi David ni undu wagu baba koguo ni gutumana ndiratumanaga marikia gwika uria marekire marandehere na ni kio ndi haha. Thank you. Rutania tuanisha we Sowara tuanisha haraka wa mama wakuje padi hii. We baba kuja padi hii. Unataka kuvalisha soso? Mulegetini mwono na mwono yo? Okay. Na guone yo? Mpatie tu ashike. Mupatie ashike. Patia ashike, huwezi kumvalishia hapa. Munegelewa uguo. Si umetoanisha moja. Ina neke? Kikoi. Yake. Enagu. Thank you. Wewe sasa mpeleke. Angalia, mwambie mkabidhi alafu ti haha de kuhubiro haha uko munegere. Munegere. Thank you. Wewe mukira. Sasa ukira. Ukira muthe? Ngai na ndamukira na ngatho ngai ucio uri akurathime akongerere kiririe gukurathima ngai agocwo. Amen. Sasa mpeleke pale avae, na peleka shosho pale avae, wakuje kama wame dressika. As we go, bado ceremony zitaendelea. Vile wewe hubedi hali mpeleke huko avae vizuri, akuje kama amestmatika. Yes. Ni kwa nini tunaomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Why do we pray? We pray because it is a mode. What is the meaning of prayer? Muulize mwenzako ni kwa nini? What is the meaning of prayer? Hello. Mwambie what is the meaning of prayer? Muulize nowe nikituma tohoe kama nokoli naye na kolikiki. Hello. Why do we pray? Ni kwa nini tunaomba? Umejiuliza? Umekuuliza mtu ni kwa nini tunaomba? Is there any reason for praying? Is there any purpose of praying? Must we pray? Bwana Yesu asifiwe sana. Then even we must pray, we need to understand some few importance. Today we are doing why pray. That's our topic today. Why pray? Prayers allow us to worship and praise the Lord. Prayer is a form of worship that allows us to praise God, to worship God, to create a relationship with God. It's a ground, a fertile ground to bring God on board. A fertile ground to bring God so that He can respond to your desires. It also allows us to offer confessions of our sins. Prayer is a form of confession. Ndio tunatumianga kutubu dhambi zetu. Maombi ndio tunatumia kutubu
dhambi zetu, confession, to speak to God, kumwambia Baba, nimekuja, mimi nimetenda dhambi, mimi nimekuwa msherati, mimi nakuja kuungama dhambi ya dhambi zile najua na zile mimi sijui. It is a platform where you confess. Prayer leads us to genuine repentance. Through prayer, we get into a genuine repentance. Tunakuta unaomba hapo ukiwa peke yako. Ndio unaanga wa Katoliki wamejengea kasaduku mahali wanaendaka kuambia Mothea, neni ndira ile kahoa kangania, neni ndira kiona na Mothea kaugatia ni warekerwo mehia maku na Mwathani akurathime na ndugacoke gwika mehia tamacio. Bwana Yesu asifiwe sana. Through the prayer, when you pray, so sio kila wakati unaenda kuomba unaambia Mungu matetezi mengi. You can find a whole day to repent. You can put the whole line of things that you want to repent. You repent on behalf of yourself. You repent on behalf of your children. You repent on behalf ya mfanyikazi wako, house girl. You repent ya makosa ya watchman. You repent makosa ya inchi. Makosa, you put a whole list of about 1,000 people that you want to repent for. You repent on behalf of the society. You repent on behalf of your soil. You repent on behalf of anything and everything. Sio kwenda kuambia Mugaba bana kwa watu. Uliniambia utanipatia gari. Uliniambia hapana. Create a day. A specific day just to repent. Just to seek a relationship. Once you repent, ukitubu dhambi zako, zile unajua na zile haujui, una create platform mzuri ya Mungu kukubariki. Maana God says in the book of 2 Chronicles in chapter 1, is it chapter 7 or 14? My people, called by my name, if they can repent, come back to me, I will heal their land. So once you repent, sio wewe, when you repent, the result sio wewe, the result ni nini? Your land is healed. Kwa hivyo, when your land is healed, it was because it has been sick. Ikikuwa healed, itaanza kuleta mazao. Kwa hivyo, restriction ile tuko nayo kwa katika maisha yetu, ya kutokuwa na mali, ya kutokuwa na pesa, ya kutokuwa na kazi, ya kutokuwa mtajiri, ni kwa sababu there is no genuine repentance. Because the only genuine repentance will cause your land to heal. And once the land heals, you also get good fruits. Mazao ya utajiri, mazao ya kazi, mazao ya kila kitu yanatokana na Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kazi yako haiendi vizuri, there is something you need to repent. Ukiangalia ndoa yako haisimami vizuri, there is something you need to repent. Sio lazima ikuwe ni wewe ulitenda, shosho wako alifanya. Sio lazima ikuwe ni wewe ulitenda, Guka alifanya. So Guka hayuko, ndio unaona tukiomba tunasema tusamehe dhambi ambazo tulifanya kwa makusudio na zile tulifanya bila makusudio. Zile dhambi tulifanya kwa kujua na zile dhambi zimefanyika bila sisi kujua. Maana kuna dhambi za baba yako umebeba kama ujui. Kuna dhambi za mama yako umebeba. Kuna dhambi za Guka. Maana inasema gakinyeria waganu kinyake rociaro rwa gatano. Waganu neke ni mehia. The sins of your parents nitazisukuma mpaka generation 3 kutoka kwako. Kwa hivyo kama baba yako alifanya dhambi, utaibeba wewe, watoto wako watabeba na watoto wa watoto wako. Kiliolihaga wananoko doe niki. Oh, rira chocho kadoe. Chocho. My darling. Sasa babe. Niaje babe. Wani adakara. Karebe haria uciogioke nigetha rekia uciogioke karade. So therefore repentance is a big subject that you need to look at it, and that is where I want to concentrate. To repent. Why must we repent? Why must we surrender? It is because that it carries the weight of your life. It carries everything that you are suffering from. Hiyo shida yote umebeba.
dhambi za baba yako, dhambi za guka yako, dhambi za guka wa guka, because it is 5 generations. Makosa ya 5 generation ndio inafanya unasafa. Unalia saa hii hauna pesa, umasikini haijakuacha. Tunaombea, unaniambia apostle, nikijeta maisha kaidire na tu walio kigoke mwe. Nyumba ni ahikwa. Nikiretia kuiga wira nduruga maga. No, kigoke mwe tigana nakio. Ni ndire kigo igikwira kimwe giake. I need to understand where is the genesis of the problem. Why are you getting this problem? Where is this problem coming from? Inawezaje kuwa ulifungua kazi ikaaguka, ukaandikwa kazi ukafutwa, ukaandikwa kazi kabuni ikafuga? Unajua kuna watu wanaandika kwa kazi wanaingia kwa kabuni inafuga. Wanafilisika kwa sababu wewe tu ukiingia na ukitoka kabuni inaanza kutengeneza pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati unakaa hapa mpaka nyumba inafugwa? Hapana, it is not, hapana. Mimi nikiona nikisikia unaniambia nyumba imefugwa, ninakuhurumia, lakini najua you are the problem. You are not supposed. Kuna vitu vitatu ambavyo Mungu hawezi akakunyima. Kitu namba 1, chakula. Kitu namba 2, vazi, na kitu namba 3, nyumba. Wana wa Israeli licha ya kuwa walimkosea Mungu wakaingia into the wilderness of 40 years. Walikosa nyumba? Walikosa nguo? Kuna mahali umesikia walienda wakatembea uchi? Walikosa chakula? Ile kitu hautapata ni ya kutosha, ya nini? Ya zaidi, yakini ya kutosha utakuwa nayo. Nyumba utapata. Hata kama ni kanyumba kama bati kazuri utapata. Hata kama ni nguo za mtumba utapata. Hata kama ni maana chakula ya siku hiyo utapata. God will provide. Because God knows you. He provides. Ukiona imepita mipaka, umekosa chakula, umekosa nguo, umekosa mahali pa kulala, kuna problem beyond what you are seeing. It is not ati ni kasi imekosekana. It is not ati ni pesa hakuna. It is not ati my brother ni mtu ogumuno na my brother tamakona dageteithia mundu dageguteithia tondu hari mahitia meigururwa ni Ngai uramukania. Ukiona nyumba imefugwa, hiyo nyumba kiateka ametumwa na Mungu. Kiateka ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. All caretakers belong to God and they are here to take care of things that you refuse to take care of. Ukiona nyumba yako imefugwa, ni Mungu ametumana. Ukiona kaguo kameraruka, ni Mungu ametumana. Kuna matatizo ambayo umebebeshwa. Either inakuwa ni wewe ama baba yako ama guka. Kuna mmoja hiyo makosa imetoka kutoka hapa ikakuja hapa ikakuja. Na ukiangalia hiyo generation yote ya kwenu, you are behaving the same. Shosho yako alikuwa maskini kama wewe. Watoto wako ni maskini kama wewe. Kwa sababu it is a sin, a generational sin ambayo imesababisha mufike kwenye kiwango hicho. Na hiyo generation sin was not repented for. Hakuna mtu alirepent. Hakuna mtu alichukua msalaba ule. Ndio kwa maana Yesu alipokuja alibebeshwa msalaba wa dhambi zetu. Akakufa, akaenda kaburini kwa ajili ya wale walio kaburini. Akazungumza na wao, akakata dhambi zao. Akakuja kwa sisi tulio hai, akakata dhambi zetu. Ndio tuwe na njia ya kumfikia Mungu. Laana na dhambi ambazo zimetendwa na watu walio mbele zetu, ama vitu ambavyo unavifanya sasa, vitakuja kubebwa na watoto wako. Vitakuja kubebwa na watoto wa watoto wako. That is why it is always good in 1 year unaleta watoto wako kwenye madhabahu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawaleta kwenye madhabahu, unawatolea sadaka ya dhambi. Sadaka ya nini? Ya dhambi. Unaweza kuwa kuna dhambi ulitenda, ulitoa mimba. Kuna dhambi ulitenda, ulichukua kamseka wenyewe. Kuna dhambi ulitenda, kuna kitu ulifanya. Kama ulichukua kamseka wenyewe, hata watoto wako tumuzetu wao tutachukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulitoa miba, hata watoto wako watatoa miba. Kama kuna kitu ulifanya, hiyo kitu, because there is a sin that is generational. Itakufuata tu
Kila kitu mama yako alikuwa kitakuwa, ukiangalia shosho wako alikuwa kitakuangalia wewe uko nayo, watoto wako mpaka kizazi cha 5. Kikifika cha 5 that chain inakatika. But utapata it is a systematic problem that is in the family, a systematic challenge. Mama yako alikuwa nini? Prostitute, na wewe ukiangalia ni prostitute. Uko married, yes, uko married, lakini uko na tumbuza tukine tukapi? Bwana Yesu asifiwe sana. So that sin, that is why we need to repent. That is why we need to surrender, so that hiyo chain inakatika. Na hiyo tunafanyanga kila mwaka. Ndio unaona mama yake nani, Samueli anaitwa nani, Hana, alimpeleka sadaka kanisani kila mwisho wa mwaka kutoa kwa ajili ya jambo lolote ambalo linaweza kuaffect mtoto huyu asifikie kiwango Mungu alitaka afikie. Watoto wetu watakosa kufika viwango ambavyo sisi tungetaka wafikie kwa sababu we have a challenge. Kama kanisa hii, wale wachungaji watainuka kanisa hii, nitakuwa bado mkubwa kuwaliko, but niko na makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. I have a problem. Kama hakuna atakayeinuka anizidi aende juu, it is because there is no impartation. There is no release. Na kama hakuna release, kuna kitu kimeingia katikati yangu ambacho kinazuia the release. Na ni dhambi mimi ambayo nimebeba, ama yule kule nilitoka. Naweza kuwa nimebeba ya dhambi ya kule nilitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaangalia, unachukusa na kuona how whether you are carrying a sin ambayo ni generational sin. Utaangalia na watoto wako wale umezaa. Unaangalia mambo matatu: the spiritual life, the physical life, and the mental life. Because some of us tuko na mental life, tuko na mental health problem, changanyiko wa kichwa, the mental health problem, not because we are sick, but because we inherited the problem. Utakuta mtu wako hapa kanisani, lakini amekaa hapa mbele, amekaa venye ametaka, alafu bigiji kwa kichwa, kwa mdomo. Amen. Anatoa inafika hivi. That is not a spiritual problem. That is a mental problem. Huyo mtu ako na shida kiakili, akili yake iko na shida. Because those are not things that you need to be taught. You need to have them in you. Unajua this is wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are doing things that you are wrong, that you need to know this is a wrong, but you are insisting on them, then it is not spiritual. It is physical. Na hiyo it is sin that you inherited from somewhere. Na itakuja kwako na itaingia kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaingia tu automatically kwa sababu ni kitu kinatembea. Hiyo sin inatembea. Kwa hivyo inastahili kukatwa. Ndio maana Mungu alisema nitafikishia waganu wa maithe nginya ruciaro rwa keri, rwa gatatu, rwa kana, murekagĩrio ruciaro rwa gatano. Sasa imagine ruciaro generation, ruciaro it's a generation. Right now the generation sana sana inafikia sasa tunafikisha 70 years. So after 70 years do ni ruciaro. Another 70 years ni ruciaro. So you multiply 70 times 4. Kwa hivyo ni miaka ngapi? Yeah? 300 years ndio hiyo sin itawaacha. Bwana asifiwe sana. Dhambi za mtu anaitwa Juda lilisababisha familia hiyo, licha ya kubarikiwa na baba yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Licha ya kubarikiwa, si sasa mmenipatia kwa kitu hapa nikafurahi nikawabariki. Baraka hiyo inaweza kukosa kukuja kwako, ikakuja kwa mtoto yako. Kwa nini? Depending na tabia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jacob aliwaita watoto wake akawaambia, kujeni niwaambie siku za usoni venye mtaishi. Akaita Ruben, akaita Manase, wote hawa kawaita. Kisha akawaambia, yule wa kwanza alikuwa nani? Ruben. Akamwambia, kutokana na tabia zako baya za kupanda kitanda ya baba, na wewe maisha yako itakuwa nini? Itakuwa hivi. Akamuita Simon na Levi, akamwambia, kwa sababu ninyi ni watu wa hasira na mlikata ng'ombe, mtaishi kwa upanga na mtaishi kwa mahasira. Ukichunguza Musa ametoka kwa hiyo klani. Musa ni nini ilikosa aone Kanani?
ni hasira. It followed him because nobody was there to disconnect. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia Juda that kwa mabega zako all your brothers watatembelea hapa, wewe utawabeba. You are going to produce ufalme. Wewe ndio utaproduce favor. Wewe ndio utaproduce nini? But did he? He didn't. Initial child, mtoto wake wa kwanza alizaa akakufa. Alipooa mwanamke akakufa. Mtoto wa pili akachukua huyu mwanamke wa mtoto wa kwanza, akamwambia lala na huyu mwanamke, uzalie brother yako mwenye amekufa, umuzalie watoto. Akajiuliza, niye leo bego yangu nizalie my brother? No. Akadakanya, akaingia kwa room, badala ya kuweka maneno ndani akaweka nje. Masturbation. Wale wanafanyanga masturbation, it is death. Kufanya masturbation ya kunyoka nyani, lakini alifanya nini? Alinjaganyana, akafanya lakini akamwaga bego zote nje. Naye Mungu akiwa mbinguni akakasirika, akamuua. Mwenye yote anafanyanga masturbation, you are dead. Hata mimi nilikuja hivyo, I used to do it. Nilikuwa naifanya. Nikakibia kwa Harrison akaniombea. Nikasahati. Zamani kidogo tu nilikuwa nafanya na nikaona bado watoto wangu walifanya. Mtoto wangu alishikiwa shule. Si unaona sasa? Mtoto wangu alishikiwa shule akifanya masturbation. Na alianza at the same stage ile nilifanya. After my circumcision, ndivyo nilianza masturbation. After circumcision ya my son, akaanza masturbation. Na huyu mwingine pia nikuta tena after circumcision tena ameanza. Nikakibisa kwa Harrison. Nikajua kitu bado inatuadama as a family and need to be killed. Wakati huyu jamaa alimwaga bego chini, Mungu akamumaliza. Alipomaliza kasemekana kuna kakijana katatu kanaweza kuzaa kulala na huyu mama, lakini ni kadogo sana. Why were they too much on watoto walale na huyu mama wazae? Why was they? Ni kwa nini lazima? Alikuwa anasema mtoto wa kwanza amekufa, kwa hivyo mtoto wa pili chukua. Ikasemekana hapana, na yeye akamwaga chini akauliwa. Akasema mtoto wa tatu aongojee, huyu mama akae aongojee mtoto huyu mwingine ndio akue mkubwa wa kutoa bego. Ni kwa nini? Because there was a claim, a prophetic claim that Judah kwako ndio kutatoka mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. So Judah was pursuing, maana mtoto wa kwanza ndiye alikuwa agenerate mfalme. So they were pursuing na bibi wa kwanza kuingia hiyo boma ndio atoe bego ya mfalme. Sasa ilifanyika nini? Mtoto wa kwanza amekufa, wa pili amekufa, sasa watatu ni mdogo sana. Alipokuwa mdogo wasemekana aongoje. All of a sudden, kwa sababu it is a spirit, a sin spirit, ambayo ilitoka kwa mababu, ilitoka kutoka kwa Abraham. Maana kumbuka wakati Abraham alilala na nani? Na Hagai. Akawapotoka nje ya ndoa, akalala na Hagai, akazaa mtoto anaitwa Ismail. Hiyo sin bado inaandama familia. Ikakuja kwa Isaka. Isaka naye ikaondama, ikakuja kwa Yakobo. Kutoka kwa Yakobo ikaingia kwa nani? Kwa Judah. Sasa Judah, as he was trying to push huyu mtoto azaliwe in the family, bibi yake akafa. You see how this sin? Must cause disorganization. This sin causes you to be disorganized because the pattern ndio wanapigana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuzuia yule mtoto, hii boma isilete mtoto aliyetabiriwa. Mnanielewa lakini? So hii pepo iliyeua mtoto wa kwanza, hii pepo iliyeua mtoto wa pili, wakati waliinsist akae ndio mtoto huyu akue mkubwa, ngoje mzee, mama wa boma, mama wa bibi ya Judah akafa. Hiyo pepo ikamaliza mama, ilipomaliza ikarudi kwa mzee. Na ilipoingia kwa mzee akaanza kusikia joto ya mwili. Sijui kama ni kahawa alikula mingi, akaanza kusikia joto ya mwili. Maana bibi amekufa. Mzee akaanza kumagamanga, kutembea kwa mtaa. Akiwa katika kutembea kwa mtaa, mahali kamongedho hivi. Na imagine ni mahali kuna kamongedho hivi. Huyu mama, angalia pepo venye inafanya kazi. Huyu mama wa mtoto wa kwanza na wa mtoto wa pili akavae kibuibui, akajifunika vizuri. Naye mzee akapatwa na haja ya kutaka mama,
akasikia mwili sasa nataka kujipatia pole kwa sababu mke wake alikufa. Mahali alienda kujipatilia pole, akipita hivi alikuta kasichana kamumaraya. Na akaangalia akaona kaka ni kamumaraya, kaka no kulebesha shika naona. Bwana Yesu, unaona venye pepo inaleta confusion? Mzee kuangalia hivi, mwili kachamuka, ikajua kaka dilatiga, akaenda kamusalimia, kailetu we mwega. Orioko. Tumode toitura ya tedeka. Kamuda yale ule. Ndeiwa mwele wako tohio hete. Kamama kakamwambia I'm ready. You see the preparation of that demon. I am ready. Immediately mzee akamwambia sasa situende mahali tujipumzishe. Akamwambia utanilipa na nini? Mzee akamwambia hapana. Mimi niko na mali, niko na busi na ziko nyumbani. Kwa hivyo mimi labda nikuletea. Akamwambia basi utanipatia nini nishikilie ndio uende uniletee busi. A trick. Akamwambia mimi niko na pete. Na mimi niko na nini? Huyo mzee msichana akamwambia nitolee hiyo pete. Uko na pete? Ikiraga pete nawe. Wewe uko na pete? Hata yangu nilisahau. Akamuitisha pete. Na huyu mzee alikuwa na mkwajo, akamuitisha mkwajo. Sasa angalia, mama malaya anaitisha pete na anaitisha mkwajo. Ya nini? It is simple. Nika kitu kadogo kama mkwajo ile utageneana kama mkwajo. No tageneana gesho he. Nigi yake na dredo mahuduma ya magere nigike. Alipoenda nyumbani, alipomaliza hiyo kazi yote, akaenda nyumbani akaambia mama kaa hapo utaletewa kabuzi. Mzee akaenda akapata mrafiki yake anaitwa Abdullahi, akampatia buzi, nenda utapata maraya fulani amekaa mahali fulani, umpatie hii buzi akupatie vitu nimempatia. Mzee kwenda huko, alikuta hakuna maraya. Akauliza hapo akaambia itora lile liothe. Tutile tuona mumaraya hakujawahi kukua a prostitute. Mzee alibeba kabusi, kumbe ameingia kwa mtego. Kumbuka aliporudi nyumbani, ameingia kwa mtego. Kumbuka aliporudi nyumbani, mama amebeba pete na mama amebeba nini? Pakora, mkwajo. Kufika nyumbani alienda akafuga hiyo mkwajo mzuri na akafuga pete mzuri, akajificha. Akaongojea miezi 3 4 tumbo ikaanza kupanda. Kumbuka alienda kasafari kamoja tu, mnanielewa venye nasema, lakini hako kasafari kalilete miba. Kasafari kamoja lakini kakaleta nini? Miba. What was the coincidence? Ilikuwaje paka ikakuwa siku ile mzee ametaka ndio miba inakuja? Ilikuwa mtego, arrangement ya ile sin. Arrangement ya sin ya Jacobo ndio hii imekuja tena hapa. Maana Jacobo usimwangalia ameoa wanawake wengi. Arrangement ya Juda ndio hii imekuja hapa. Maana it was well organized that lazima huyu mzee akatwe. Lazima huyu mzee aigizwe kwa makosa ambayo hataweza kujitoa. Wakati mzee alienda kusema, kwa sababu mzee ndiye alikuwa chairman wa nyumba 10, akaona mama ako na miba na huyu mama amewekwa preservation kwa sababu ya hii kijana akue ndio akuje kutoa ile mbegu ilitabiriwa. Maana walikuwa na target sin hiyo ya repentance, ina target nini? Ina target the promise of God. That is where I asked to repent so that the seed of God in you inaweza kuchomoka. Target yote hiyo mambo yote ni the seed. That word ndio nikukutolea unabii. Wote ukitolewa unabii, una make sure umekuja na seed. Umekuja na kitu. Umetoa kwa madhabahu kuseal hiyo neno limetolewa. Maana hawakuwa wanajua utakuja kukua na gari, hawakuwa wanajua utakuja kuwa na mzee, hawakuwa wanajua utakuja kuwa na kitu kikubwa, lakini sasa nimekuprofesia, nimeona mme in your life, I can see a husband mkifanya harusi. Sasa hiyo ndio Shetani wamejua kumbe huyu anakuaga na mume. From there they start a plan to stop that marriage. From there they start now working, how can we stop? Because marriage is a blessing which has been prophesied, it has come from God. Therefore, they will work tirelessly to make sure whatever that was said from God does not work. Mzee alikutana na mama, kumbe mpaka kwa tumbo yake mayai ilikuwa already imetengenezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumbo yake Shetani alikuwa already asha organize. Sikilizeni, look at me.
Kwa tumbo yake alikuwa already mayai ya mama imeletwa organized for fertilization, because naye mzee bibi ameuliwa, ndio na yeye akawekwa joto. Alipoingia joto akaanza kusuguka. Mahali alizunguka alikutana na prostitute. Na huyu mama kwa sababu alikuwa amekari the seed of destruction, naye shetani alikuwa already amemprepare. Nenda position yourself. Mzee we are coming. Mzee is coming. Go position yourself. Then you find everything in life is positioned to cause you to miss the target of God. Mama alikuwa position, akakuja akiwa prostitute, naye mzee alikuwa na joto. Na haya ameambiwa akuwe prostitute, that day ameambiwa akuwe prostitute. Mayai imetengenezeka, imekuwa moto. Inahitaji tu one ileta bego. Mzee akakuja, ni kamoja tu kwa sababu hakuenda kwa nyumba. Madhiri na utomaigo ya ine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamoja akafikiria na akatoka na mzee na akajifanya kuna kitu amefanya. That own one was intentioned to destroy the plan of God. Was intentioned to cause the prophetic word of a Judah not to come to pass. That one thing, that arrangement. Wakati mzee ameenda ametafuta, mbuzi imeletwa, maraya hakuna, mama ameenda ameficha, naye mzee akakuja, mama tumbo imefika huko, akauliza Diona, kakule kula diatia. Sasa wakajua mama amefanya makosa. Ameenda kulala na wanaume wengine. Ameenda nje ya ndoa. Na sheria za boma ni akae mpaka kijana huyu akuwe mkubwa. And you are not supposed to call prostitution. Mzee akaitana, kwa sababu nilikuwa chairman wa nyumba 10, akaitana msichana aletwe kaa hapa. Na yeye alikuwa amesema yoyote atakayepatikana na hii makosa chigo yende. Una imagine sasa mzee akaita mkutano. Mama wakati alisikia ni kesi ni ya nini, akasema nipatieni dakika ngapi? 5 nikuje. Mzee akasema kimbia, atachukua 10. Mzee sasa hiyo mpaka shigo imekaa hivi, ni makasiriko. Kwa ni nani alilala na bibi ya watoto wangu? Mwenye nafaa imegudhukiria tia urigithadi wa thamaki. You know maitiru. Mzee akaenda, msimama akakuja, na mkwaja amefuga mzuri, na pete amefuga mzuri. Akakaa pale akawauliza mko ready? Mzee akasema ndio, na ukae chini. Na una ruhusa ya kuongea tena. Akaulizwa maswali, hii uko na mimba? Ni ya nani? Because ni sasa Judah anaangalia, anataka ni jabele kwa ino erutete waganu huyu. Etemo motwe. The plan was to cut this man into pieces. Msichana akamwambia sikiliza. Akafungua ile karatasi. Akamwambia mwenye hii bakora, mwenye hii pete, kwa hivyo nyinyi wote mko hapa, nani mwenye hii? Judah noke moto inamilia. Akawaambia hakika nimetenda dhambi. Hakujihukumia kunyogwa, lakini plani ya Mungu imekuwa disturbed, imekuwa disorganized. Venye Mungu alitaka Judah atoe mtoto wa kwanza akiwa mfalme, hakutolewa. Hiyo makosa wacha tuiangalie in the book of Matthew chapter 1. How it happened. The book of Matthew chapter 1, please quickly. The cause of you to fail to repent, a sin, a family sin, what it entails, what happens to you. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ikakuaje? Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Tuendelee baba. Yuda akamzaa Peresi na Zera. Tusimamie hapo usitoe. Yuda ndiye mwenye alitabiriwa baraka, ndio amemzaa Peresi na Zera. Yuda, huyu Perezi na Zera ndio huyu mtoto wa Tamari. Tamari ni huyu mama, alikuwa ni mama bibi ya the 2 sons, mwenye amejifanya malaya, wamelala na yeye wapi? Kwa kichaka. So Yuda alilala na mtoto na bibi ya watoto wake. Wakazaa watoto wawili, moja anaitwa Zera na Perezi.
Sasa nataka tufuate kutoka kwa Zera na Perezi, maana yeye sasa ndiye amezaa. Kumbuka aliambiwa na baba yake Yakobo ya kwamba atamzaa mfalme. Sasa tutafute mfalme kutoka hapo. From the prophetic word, let's go for the mfalme. Zera na kwa Tamari. Perezi akamzaa Eromu. Tuanze useme 1. Perezi akamzaa Eromu. Esrom. Sema 1. Esrom akamzaa Arumu. Arumu akamzaa Aminadab. Aminadab akamzaa Nahashoni. Nashoni akamzaa Salmoni. Salmoni akamzaa Boazi. Boazi akamzaa Obedi. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa mfalme Daudi. Hizo ni generation ngapi? 9 generations. Then one generation wakati wa zamani ilikuwa 150 years. So how many years it took to get a king? Yeah? Hapana. 9 times 150? 1,350 years. The prophetic word that was prophesied that a king shall be born in this family. Ndio Daudi amekuja in the 9th generation. So that is how this challenge, that is how this sin, if you fail to break it, that is how it's gonna cost you. Mpaka watoto wa watoto wa watoto wa watoto, mpaka unakuta Yuda mwenyewe ameingizwa ndani ya trap, amelala na watoto wake. Kutoka hapo laana ikaanza kupanda, because now this is a generational curse. Ikaanza kupanda from one generation to another generation. Ukiangalia hiyo lineage yote ni ya usherati mtupu. Mpaka ikamefikia Yesu. Si Yesu mwenyewe alifuatana na mama pale kwa mto? Mama alikuwa anategea nani? Na hiyo mama akaanza kufuata Yesu. Akaenda kanunua mpaka mafuta very expensive. Ndio ati amfanye masaji na nywele yake na mafuta. Na sasa huko walikuwa wanafaa nguo kama hii. Yesu alikuwa anafanya nguo mrefu kama ile ya Waislamu kama hii. Sasa akaanza kufanya Yesu masaji. Hiyo mama alikuwa anaelekea wapi? Baka Judas. Ndio unataka kanisa kama hii unakuwa na waenda wasimu wawili watatu. Watu wakiona unaenda kuanguka wanakuja na bia hapana. Judas aliambia Yesu hapana, hii makuta alikuja akachukua. Makuta maneno to die no makuta pesa. Makuta maneno mwana kakwdia makuta maneno kwa mema kwa ndege. Si mafuta ilikuwa expensive. Si walikuwa nakata samaki wanatoa pesa. Lakini aliona mama pale anaelekea. Mwadhaya neto korusi yoyo. Maana nywele na imagine alikuwa na fagusi, alikuwa na pakusa na nywele. You can imagine now. Siwe ni mtu mzima. Eti kukuja meda yako kwa Yesu. Judas akaingilia katikati. Sometimes Judas alikuwa mzuri. Akasema hii mafuta tugeuza. Hii ni pesa mingi sana mnaharibu. Na akangoa mafuta, akaondoka nayo. By the time we realize ameharibu hiyo mtego yote. Maana Mungu alimtumia. You need that person in your life. Wakati unaenda kuanguka anakuja tu, anakutogogia unatoka tu hapo. By the time umetogogio, ile mission ilikuwa imepakiwa inaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we lose what God has given us. That is how we fail in life. You are paying a price that you even don't know. A price ya miaka mingi, ya miaka 300 iliyopita. That is what you're paying. You are suffering because of something that happened 300 years, 200 years. Because there was nobody in your family mwenye angesimama in the gap, avunje hiyo laana so that you can be set free. Umeona the prophetic word, yes, it was said. I can prophesy, but utukute ni mtoto wa mtoto wa mtoto ataleta that prophecy. If you fail to do it, to act now, if you fail to stand in the gap in your family, that is where you see every family has a Moses and every family has a Judas. Be the Moses in your family. Go and research in your family. What could be the challenge that you are facing as a family? What could be the problem? Why are we not being successful? Na tumesoma zote, tumeenda university tumesoma zote. But the family mzima tunaomba chakula. The family mzima hakuna mtu anaweza kusaidia mtu. Because there is a sin that nobody was able to identify it and repent over it.
Moses kama kungekuwa mtu wa identify the problem, angefika Canaan. But angalia huyu mzee, ile kazi yote amefanya. Kutoka Canaan, kutoka Misri, ile kazi kubwa amefanya. Kazi kubwa, liberating people, bringing people out of the bondage. You become, mimi nakuja na wahubiria hapa, mnafunguka, lakini eventually mimi nakuja kurusi pale pale. Because I never understood. In our family we are carrying a curse. I never understood. In our family we have a challenge that need to be sorted out. Na kule kuota kuna that sin that it's failed to be repented for. Kuna kuoga na kitu inaitwa premature death. Ili Adamu mpaka Yesu, Jesus died prematurely. Angalia kwa kina Daudi, nyumba ya Daudi venye kulienda. Challenges after challenges. Mikosi mibaya ilifanyika, inakuanga kwenye familia because of that sin. Inaweza kuwa ni sin ya uganga, inaweza kuwa ni sin ya usherati, inaweza kuwa, there could be something that is revolving in your family, and that is what you need to identify keenly. Uchimbue mpaka uelewe. Na kuchimbua hiyo kitu haiondokangi just instantly ati kwa sababu tumechukuana na wewe na wewe twali leo maudu magwito ne datika twaruta igogona na twaruta igogona na wewe waruta igogona, then you imagine ati kutoka leo hiyo kitu imekatika. Hapana, it will fight back. This is a warfare. It is what? A warfare. Vita ya kimadhabahu, it is a warfare. Vita ya sin, that kind of a sin, it is a warfare. Tutaendelea kukaa na wewe na utaendelea kunisikia ninafanya kausherati na huko nje. Unasaidia kupigana na hiyo madhabahu mpaka iaguke, na mimi nikusaidia kupigana na hiyo madhabahu mpaka iaguke, because it is maybe it is 400 years. Na wewe na miaka 30. In the mighty name of Jesus, I rebuke, I destroy, I revoke. Yeah, 300 years. Uraruwa na shosho hia na atia. Uraruwa na muguko hia na atia. You are not fighting just a small thing. You are fighting a giant that has been existing. Vumilia huyo mtu mko na yeye. Yes, sio kwa sababu tumesikia ameada hivi atasema ni ndahikiria modoro meke hogoyo. Asha. Vumilia. If together mumeweza ku identify there is a challenge kwetu, na kwa challenge kwenu sasa ni mjue ni vita mumeanzisha. Hata sasa zimeongezeka. Maana sasa kwenu kuko na mshosho wa miaka 300, kwa huyu kuko na mguka wa miaka 400. So you are dealing with 700 years together. Vumilia. Fight together. Kuwa mzuri kwa huyo mwanaume, kuwa mzuri kwa huyo mwanamke, msaidiane, mbomoe. Maana inabomoka hii, mnaenda mnasikia ingine imesimama mbele yako. Mnabomoa, inaenda mnasikia ingine. Kwa sababu ile dhambi ilifanywa na Juda. Ukifuata kina Aminadab walifanya. Ukipata kina nani? Akina Nahashoni walifanya. Akina Solomon walifanya. Hiyo dhambi ilitendeka, iliendelea kuongezeka. Hata Jesse mwenyewe si anaruka Daudi. Jesse si aliruka Daudi kwa sababu ya house girl. House girl alikuja, Jesse akaangalia kaona house girl ni mzuri kuliko bibi. Akapanya mipango, akarusha bibi nje. Lakini bibi akamwambiaje? Bibi akaambia huyu house girl akaambia bibi huyu mwanamke wa Jesse kwa sababu inajua kesho ndio ndo gakoma nyobeno. Ni yule dai wamefago hiana nyobeno ne daneo. Na toto tikaragia watho gukuri. Na nije guko ndo gakinya rengere. Umuthi we haketo maguta tira ndi hakaga. We uthie at least uhige mwaka. Hello, at least wiki atia ufuge mwaka. Maana hii chapter kwako hapa hakuna tena. Huyu mzee venye nimemsikia hapa hakuna. Wewe umeenda. Sasa wewe jipake nini? Yorada bin Sudan. Ile najipakaka. Wewe ukiikia huko na unyamaze usioge, tutamununulia kapombe akunywe tutasika tuwili. Kama mzee kakakunywa tutasika kakaikia kaka my dear. Hallelujah. Baka alikuwa anamwambia maneno matamu hajawahi abia. Hajawahi mwambia baka mke akiwa huko anakashaga. Mahuduma ya mera wa wadu. Itakeledero tama. Kwa sababu yeye alikuwa anafikiria ni kasichana kingine wanaendelea na hii maneno. Kumbe naye Mungu alikuwa amepanga. Bego ya gaidi uraga. Kumbe hiyo mtego kidogo, hiyo kapurani kadogo, ikuja umalize ufanye tu ya mwisho tu kwa sababu naona. Kumbe ni Mungu ametumia huyu msichana. Ndio bego ya Daudi iwekwe. Kwa sababu hapo ndio bego ya Daudi iliwekewa. Na ndio unaona huyu mzee aliendelea kukataa Daudi. Maana alikuwa na uhakika sijalala na huyu mama. Mimi sijalala, sikulala. Miaka ile jerega kwa bana mutumio miaka 3 mithiru. Mnashaka kujira mwanani wako umete ku.
naye hakujua alilala na yeye. Mbegu ikawekwa. Ilipowekwa, mama kukuja kuonekana tumbo, Jesse alienda kusukuka akisema, si niliwaambia huyu ni msharati. Hiki hata ngetangalikia mutumia. Emotiona enda yeye tamulia igwa rutete. Na yeye kwa sababu anajua ni ukora, alinyamazia tu. Kumbe Mungu naye alimwambia, shut up. I'm in control. You are carrying my seed. You are carrying my bego. Lazima bego yangu itoka, maana hii bego ilikuwa imepakiwa kuuliwa wakati wa Juda. Lakini ikakuja imetokelezea kwa Daudi. Daudi akazaliwa. Na wakati alizaliwa hakukubalika nyumbani. Aliambiwa kaje huko kachunge kondoo, maana si mtoto wa iboma. Kulikana na mzee, ni mtoto wa maraya, ni mwana wako Dharia. Lakini Mungu alikuwa na agenda, alikuwa na mpango. Huyu mtoto hata kubalika na familia, kwa sababu si wa familia, ni mtoto atakaye kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. So sometimes the challenges you are facing could be you have been put into isolation for God to use you in the future. Because if people understand you, they will kill you. If people come into your life and they know who you are, watakudestroy. Kwa hivyo Daudi alikuja na njia hiyo ya ukora. Na katika hiyo njia ya ukora, Daudi alisurvive. Na ndio Mungu wakati alitaka kubariki mtoto, alituma huyu mfalme anaitwa Samuel. Ni nani? Ni Samueli. Akamwambia, nenda kwa nyumba ya Jesse. Ukifika huko kuna kazi nataka unifanyie. Kuna mtu nataka umwagilie mafuta. Walipofika kwa, wakaitishwa watoto wote wa Jesse. Watoto wote wa nani? Wa Jesse. Wakakuja. Daudi hakuitwa, maana ti mwana wa Jesse. Hallelujah. Ti mwana wao wa Jesse. To Jesse ni oeha hatinie. Si mimi nilifanya hii. Bwana Yesu asifiwe sana. You can see how powerful that sin is. If you fail to contain it, if you fail to repent about it, how powerful, how it causes disorganization, how it has caused you to suffer. Why you are suffering today, why you are in the challenges you are in today, it's because there is a sin that was not repented. There is a sin that is still hanging on your head. You did not do it, but because you come from that generation, it is happening. You come from that generation, it is hovering over your head. It is very important. Whether you know the sin or you don't know the sin, raise a sacrifice. Go to the altar of God. Fanya dhabihu. Vuja dhambi yote ya kifamilia. Hiyo ni dhambi inaitwa ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ya familia ni jurumarimehia make mama ive. Dhambi ya kifamilia ni mbaya. Maana it can be there forever. Kama mtipokujua, mtakuwepo katika maisha yenu yote na mkisafa. Wakati huo Davidi, mzee akaitishwa watoto, akalete watoto wake wote. Akaulizwa kuna mwingine, maana alipokuja mafuta ikakataa kutoka. Mwingine akaletwa, mafuta ikakataa kutoka. Mwingine akaletwa, mafuta ikakataa kutoka. Mwingine akaletwa, mafuta ikakataa kutoka. Akamuuliza, kuna mwingine? Akamwambia, wekage. Tika mushiyo. Negako idio. Tika mushiyo kakaitwo. Kalipoitwa Samueli kumwangalia kutoka mbali, akaona nyota na akaona wingu linatangulia huyu kijana. Mungu akamwambia modo ni wasio. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwagilia mafuta. Kisha kwa sababu ni mtoto wa kufichwa, ni mtoto wa siri ya Mungu, akaambiwa na Mungu, endelea kuchunga ng'ombe mpaka wakati uive. So ukitabiriwa wewe nabii, wacha kuruka mdomo hapa rina ambako unaanza kudhioma rima katododobuzi tididibo. Bwana anasema reketidididibuzo. Wacha ujiga, tulia upikwe. Kumwagiliwa mafuta inaitangwa anointing. I anoint you, I put you apart. I set you apart. I consecrate you. Hiyo ni consecration. Kumwagiliwa na kutabiriwa, it does not qualify you to become a prophet. Does not qualify you to become that pastor. Does not qualify you to become that servant of God. That ati ni kutabiri, umetabiri, naona Jesus basi. You are a prophetess. A prophetess. That one does not qualify you to become a prophetess. Nikuanoint, nimekuanoint. I have just set you apart. Uende nikumwagilie mafuta ikukarage. Sema inikarage. Nikumwagilie mafuta ikukarage kama nguruwe. Uchomeke. Miaka ngapi?
15. Hello. Anointing is not appointment. You be anointed, you are set apart. Musa alikaa 15 years. Hello. Hello. David alikaa 15 years. All the servants of God that wamepikwa vizuri, it has taken 15 years for them to be appointed. Being anointed does not qualify, does not make you appointed a servant of God. You are just anointed and taken back to the bush, uendelee kuchunga busi. Baka wakati ule unahitajika, maana umeanza kupikwa. Mafuta tunakumwagiliaga ndio ikupike. Ninaweza kukumwagilia mafuta na hauko na problem, kutoka kesho uweze kudevelop ma problem. Baka watu wanasema kai na record onadie ko. Utadevelop kwa sababu hii mafuta ni ya kutoa kile kitu kiko ndani yako. So wewe unakujaga hapo unasema wewe ni pastor. Wewe unakujaga unasema wewe ni mwinjilisti, wewe ni apostle, wewe ni nini? Kuja ulise Waroige amekaa nje miaka ngapi? Nilikaa mwaka wa 16 kutoka wakati nilimwagiliwa mafuta City Hall pale. Ndio nilianza utumishi. Last year but one. Ndio nilianza nini? Utumishi. 16th year. Nimeng'ang'ana, nimepita mpaka nimerudi kwa Mung'are. Nimekunywa Mung'are vizuri. Na naenda nasimama juu ya meza natabiria watu na natabiri na kitu inafanyika. Nawaambia kile kitu mpaka naambia mtu wewe simama hapo. Suruali yako ya ndani ni ya red. Ni kweli ama si kweli? Alafu mnasema mimi si nabii. Kwako kwa nyumba uko na TV ya 42 inch. Na hiyo TV uliinunua 42,000. Na hiyo TV imekaa. Na hiyo TV iko na crack. Ni kweli ama si kweli? Na ni makaine kwa kai. Wewe ni mnabii. Wewe ni mnabii. Ti ni ugoro kiona fi. Nanyita. Ni ugoro kiwake. Wona fi. Dili munda fi. Ndaitererio maguta ne kurugodera. Wone kyo dekora ba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndaitererio maguta ne kurugodera. Wone kyo dekora na atumia. Ati ndako nyito godirarega. Na twathi nawe no nginya ugie na ihu. Tondu riri ndirenda kwandikwo statement ngaririkanio. Ndianga wira wa Ngai Ngai. Ndiraririkana twana turi o ciarite. Ugocoka uhunjerie. Bwana asifiwe sana. Those are marks that you are marked. Unaenda ukiwekwa to mark. Because wamejua na wanakimbia sasa kukuzuia usikue hiyo kitu. So until you understand this is a sin in your family. Baba yangu alikuwa na bibi mbili na watoto 20. Wale tunajua. Kuka yangu alikuwa na bibi 13. Huyo mwingine nasikiaga alikuwa na 32 women. Bwana asifiwe sana. So na mimi angalia vitoto vyangu ni vikapi. There are so many mpaka sijatabua wote. Because there is a sin in the family. Na hiyo sin haikutoka hapa, imetoka kuanguka. The sin in our family nilihesabu nikaona ni 600 years. Usoke ujira ati niokota kugarura na ndiko igere. Vumilia tupelekane. Vumilia. Wana nenda hikira mundu lithoka menya ni sin area. I need to pray. Wana dasha manena mundu na haga mweko gukamenya that sin. We need to pray. That is why you have come into my life to become a pillar, to help me stand. That is why I have come to your life to become a pillar to help you stand. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise I cannot do it. I cannot be able to do it alone. I cannot be able to succeed. Hiyo tu makosa unaona una repeat. Sikupenda kwako. You need a strong man in your life to come and help you win the battle. But it will be a process. Ni kitu mtatembea kwa muda mrefu. Si kitu ya siku moja. Kama ilijaribu Yesu unajua Yesu ni nani. Na mama anakuja naanza kuosha yeye na nywele. Because of the spirit ile ya Juda, ile ya Jakobo bado imetaka kuagusa Yesu, lakini Yesu akaishinda. That is why he had to go to the grave. Aende amalize sini ya huko chini na achomoke na ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Achomoke kuwa baraka kwa wanadamu. So this is what is hindering you. Hii ndio inakuzuia. Hiyo kitu ambayo iliprofesaiwa kwa maisha yako imezuiliwa na hiyo sin ya familia. Imezuiliwa na hiyo kitu ambacho kiko in your family. Si ati kurogo, haujarogo. Yani wachawi wakikuja wakikupitia, uchawi yao itakushika because you are a carrier of a problem in the family. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukibeba mafi lazima inzi zitakufuata. Ama ukijikunia, inzi zitakufuata. Why?
utaona hizi ya green imekuja, ya blue imekuja, ya purple imekuja, unashindwa zimetoka wapi? Umebeba mzigo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana zinakufuata. Sasa wewe unashidagwa, ni kwa nini nikivicha, nikipada, ndivyo nimeomba, niguo hoirema, niguo ndirutire kwira wa Ngai, niguo njikite maundu mega. Ore Ngai dirikana tu Ngai Jehova. Oye Jehova ndaguthaitha. Utire we he kanyamu kenyitiriire, kuna kitu imejishikilia kwako na ndio imekuzuia. Hata uombe namna gani, hiyo kitu mpaka ibrekiwe ndio ikuachilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama leo tumelani kitu. Have you learned something? That is what is causing the problem you have. Si wewe makosa. Makosa imetoka bali. Si ati you are a failure. You're not a failure. Umeandikwa kazi imefugwa. Umefanywa hii imefanya. Umefanya hii imefanya. Uko na wanaume sasa, wewe ni mudume wa gatano uhiketi. Ukarigwa atiri aciothe gutire kindu mari maigwa kiega hari we aciothe atano na niguo kiri muthaka niguo kiri munyoroku na niguo haririe githungu English language na niguo oy kuruga to irio tega nyumba gani nginya kitchen andu maigiraga kitchen hiyo makona wow. Uko na wife material lakini hiyo wife material miezi 6 iko nje. Unaoa kimutu kama hiki tall dark and handsome kizuri kama mimi, unakaa naye miezi ngapi? Usio dige hatana nake. Si kupenda kwangu kuna sini imeniadama, na si kupenda kwako kuna sini. Maana wewe unaweza kuwa umebeba sini ya kukataa watu. Wewe unaweza fikiria ati nikimunenie moru tinie moru. Wewe mwenyewe umebeba sini ya kukataa wanaume. Unakuja mwanaume, Mungu anakuletea kimutu kizuri kama hiki, unakikataa. Ginya yari gura niki kigyo kedaga wakora ginyo ndako na dukata yakwa ndako negera dukata wamerega ndako negera mundu munyoroku mundu mutoru mwega wamurega ukiendaga ki uga kireho the next time uracemana na undu igo yogo ayo ukera kayasha kama sio huyu tu ndirenda gaya ikole ukiendaga ati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiendaga watia kesha mwana na kairetu kegata gaka kanyoroku wega but ndamwaririe na ndamwenda tugitiga noguo athi kuhurira thimu ngamwe hello I'm in a meeting, I'm calling you. Ndahetirie ndanumite twatigana wega ile ndamunegera ngiri 5 ndamwira ndiuka kule irio nindiroka no ahurira hello sikusikii vizuri, wacha nitafute mariko na network. Oh, tu. And from that day, no communication. Because there is something in me nimebeba ya kukataa. Kwa sababu mimi ndio nazuiliwa. Kwa sababu huyu amekuja kwao wako free. Kwao hawana shida. Na amekuja maana ameona tall dark and handsome. Lakini mimi ndani yangu kwa sababu haiwezi kuingia kwa hawa, itakuja kwangu nimkatae. Bwana, na nilikuwa nimepanda gari nikaenda mpaka Mombasa SGR. Nikaenda nikachukua ka hoteli mzuri tukutane naye huko. Lakini nimemuona tu hivi nabadilika. Na ninaona ushiwasha. Kitu kinanizungumzia na beti gani ni yana kwa maraya. No najua hawaiti mtu. Yaani kitu kinanizungumzia literally. Lakini ananiambia huyo mtu si mzuri. Ushiona ukora. Ni ushio. Unaletwa picha nyingine ya mtu mwingine alikutwa amechijua kwa roji. Unaletwa picha nyingine ya vitu vingine. Unachomoka kaora wacha ninunue kitu hapa chini nikuje. Hello? Unaenda na unapotea because you are carrying a seed of rejection. Instead of being rejected, you reject yourself because there is a barrier in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the most important thing that you need to understand. For you to win this battle, for you to conquer this battle. Ati kwa sababu wewe umeitwa, umeambiwa ni nabii unaanza kukimbia. Ama umesikia huyu jamaa anafaa kuwa na Bwana unaanza kukimbia. Yes, understand the dynamics of the family. Understand the dimensions that causes all these things to happen. So that you can raise a sacrifice. Happen is sacrifice. You raise a sacrifice. And this only God can speak to you. It is only God. And when God speaks to you, He provides. Bwana asifiwe sana. Any sacrifice, you don't go borrowing.
Any sacrifice. You don't go tell sawa ati nitakuja mwezi wa 8 ndio tufanye hiyo sacrifice. Ukiona umesema utakuja mwezi wa 8, that is not a sacrifice. God to you. Wait for the appropriate time for God to speak to you. The appropriate time God will speak to you and he will give you the seed. The sacrifice. He told Abraham, nenda kwa mlima. Alipofika kwa mlima, mtoto akamuuliza, naona moto, ninaona kisu. Where is the sacrifice? Abraham akamwambia mtoto, God shall provide for himself. So a sacrifice is not for you. A sacrifice is a provision of God for himself. Because he himself understands the problem you are facing ni ya miaka ngapi. Yeye ndiye anajua the gashosho that is in you. Kama mama huyu unaweza kufikiria unamwona wewe na miaka gani leo? Yukinyeti 50. Wewe 60 ke? For example, roughly 60. Tuseme ni 60. Lakini unaweza kuta ni shosho wa miaka 800. Wewe unataka mtumia na ukakuwa mtumia kwa ndio darling, ndio babe. Utwara nyumba unakula behavior na character venye ana behave kwa nyumba. Unaona ni shosho kabisa. Unachukua hebu simama fulusi. Unaweza chukua msichana kama unafikia ni kasichana umepata kaanda 18. Upeleke kwako kwa nyumba. Tutabia tule utaona kwa hiyo nyumba. Santi kaa chini. Tutabia tule utaona kwa nyumba. Unaona huyu ni shosho. Maana aliye ndani yake, sit down. Onda aliye ndani yake ako na umri wa miaka 700. Ako na umri wa miaka 200. Hebu jiangalie ubehave katake. Ubehave katake we. Sweet? Ubehave katake. Do you sometimes find yourself behaving like an old woman? Uko musiro, uko nini, uko na makelele migimiki, kujirudia, kunini, ukiangalia ukute una makelele isiyo na getomi, ukute unajirudilia, mumiongelelea kitu kimeisha lakini tena unakirudisha. You are over 200 years. Yeah, you are over 200 years. Ukikuta unapenda kulialia, wewe na shosho. Unaona shosho? Kai, sio huyu. Nani waliamua kunifanyia hivyo? Nani kutoka meta na familia yetu? Nani Kai. Ukiangalia tabia hiyo ni ya shosho wa 99 years. Na kama unakuaga nayo, ujue how old are you? Ongeza yako hiyo uko nayo, uongeza 99 juu. Utajipata uko na 180. Hado hamuona gani kailetu. Na napeleka mtu napeleka kwa nyumba nasema nilioa msichana, kumbe ulioa shosho. Bwana Yesu asifiwe sana. Look at yourself, reevaluate yourself. See what is behind you. What kind of a spirit that is operating in you. That spirit that is operating in you causes you to become what you are going to become. Causes you to defeat and win problems and challenges, or you fail completely. May God of heaven bless you. Thank you. Asaleteni sadaka. Na hii masomo na wafundishaga, mtakuja kunilipa lini? Si tuweke tukue ni kirasi, mtu akujaga nalipa school fees. Yeah? Mungu ananibariki. Muhotagira hau. Eh? After 500 years. Tusimame tu kwa miguu yetu. So Shiko, tungetaka kujua wewe na miaka gapi? Sababu venye nakuonako na behave hapa. Ona kama Buju, mnataka kuniambia Buju uko na miaka gapi? Buju nikimwangalia mzuri hawezi kosa miaka 500.